Mama mmoja alidondoka ghafla mpaka chini. Mfagiaji Jamila alimuona, akamkimbilia kujaribu kwenda kutoa msaada. Kiso aliona kila kilichotokea pale. Jamila akasema, afadhali umepata nafuu, nini kimekupata? Akamsaidia ili aweze kusimama. Mama yule akasema, asante sana, umeokoa maisha yangu, chukua pesa hii kama shukrani zangu kwako. Jamila, hapana, sijakusaidia ili uweze kunilipa. Kama mwanadamu ni wajibu wangu kumsaidia mwanadamu mwenzangu. Mama yule akasema, wewe kweli ni mtu mwema, lakini ghafla akaanza kupatwa na kizunguzungu tena. Jamila akasema, hali yako naona bado sio nzuri, nyumba yangu iko pale, twende upumzike kidogo. Kiso aliyekuwa anashuhudia kila kilichotokea pale alichukua simu akampigia meneja wake na kumuita ofisini. Meneja akiingia, bosi umeniita? Yaani kwamba anataka kujua kuhusu yule msichana uliyemwajiri kama mfagiaji mpya. Meneja, kwa nini? Kuna kosa alilofanya? Kama kuna kosa alilofanya niambie nimtimue mara moja. Kiso, hapana, sio hivyo. Ukweli ni kwamba amemsaidia mama yangu asubuhi ya leo, na hii imenifanya nigundue kuwa watu wazuri bado wapo dunia hii. Meneja, ndio bosi, kweli kabisa. Kiso, sasa mpatie pesa hizi kama zawadi yangu kwake. Meneja, sawa mkuu, nampelekea sasa hivi. Ndipo meneja alikwenda kwa Jamila na kwa hasira akamwambia, kuanzia kesho sitaki kukuona hapa, hujaja hapa kusaidia watu. Jamila kwa hofu, nilimsaidia yule mama na nikarudi haraka kumaliza kazi zangu. Tazama, mazingira yote yako safi. Meneja, nimesema kuanzia kesho sitaki kukuona hapa. Jamila kwa hofu, basi nilipe mshahara wangu wa mwezi huu alafu nilipe pesa ya project ile niliyokufanyia. Meneja kwa hasira, unawezaje kuniomba mshahara wewe? Hata hivyo mshahara wako wa mwezi huu umekatwa kama adhabu yako. Isitoshe project uliyoifanya ilikuwa ya hovyo, itakusababisha mimi nifukuzwe kazi na mshahara wangu wa miezi miwili ukakatwa. Aligeuka kutaka kuondoka. Jamila alitaka kujaribu kumfuata lakini akamtishia kumfanyia kitu kibaya. Jamila akakimbilia ofisini kwa bosi akamwambia, bosi, tafadhali usiongee maneno mabaya kwa meneja, atanifukuza kazi. Ukweli ni kwamba mimi hii kazi naihitaji sana kwa sababu hali ya nyumbani sio nzuri. Kiso akamwambia, subiri, wewe unamzungumzia meneja gani? Mimi sijaongea kitu chochote na meneja yeyote. Jamila, meneja Seba yule unayetaka kumwadhibu kwa sababu ya project mbaya niliyoifanya. Tafadhali bosi, mimi ndo mwenye makosa kwa sababu mimi ndo nilifanya ile project. Kiso akasema, subiri, hii project mpya ya kampuni yetu wewe ndo uliifanya? Jamila katikisa kichwa na kusema ndio. Kiso, mbona meneja alisema aliifanya yeye kwa msaada wa mteja wetu kutoka nje ya nchi? Jamila, mimi ndo nilifanya, unaweza ukamuita umuulize. Kiso alifungua mafaili akamwonyesha, tazama, hii ndo project yenyewe, si ndio? Jamila akasema ndio, hii ndo niliyoifanya mimi. Kiso akasema sawa, kama ulifanya wewe kweli tutajua muda sio mrefu. Namuita meneja. Jamila, sawa muite. Kiso akasema, lakini kama unasema uongo, sio tu kwamba nitakufukuza kazi na nitakupeleka polisi. Jamila katikisa kichwa na kusema sawa. Kiso akachukua simu akampigia meneja. Meneja akaingia ofisini na Kiso akamwambia, huyu msichana anasema yeye ndo alifanya ile project. Meneja akadakia na kusema, huyu msichana atakuwa mwenda wazimu. Hebu fikiria mwenyewe bosi, inawezekanaje mfagiaji tu afanye project kubwa kama ile? Kiso akasema basi sawa, kama wewe ndo uliyefanya hiyo project, hebu nifafanulie hii project ikoje. Meneja akasema sawa, akataka kulichukua faili lakini Kiso akaliwahi na kuliweka pembeni. Jamila akachukua bidhaa zinazohusiana na ile project akaziweka mbele ya meneja. Meneja akachukua moja ya bidhaa kujaribu kuelezea lakini akawa anajiumauma akashindwa kuielezea. Kiso kwa hasira, sasa nimegundua kwa huyu msichana ndo alifanya hii project. Meneja, unawezaje kusema hivyo bosi? Kiso, ninajua kila kitu sasa, na mara moja rudisha ile milioni 2 niliyokupatia kwa ajili ya hii project, mpe huyu msichana, alafu toka nje usubirie polisi wanakufuata sasa hivi. Kibaka mkubwa wewe, na nitahakikisha unapata adhabu inayokustahili. Aya, toka nje. Weka kwenye comment somo lilolipata kulingana na kisa hiki. Mimi ni Director Mo.